Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo nataka nitaje ipi bora zaidi kati ya kutoa zakatul fitri chakula au kutoa zakatul fitri pesa. Suala kama hili ni suala ambalo kwamba wamevutana sana ulama katika suala kama hili wamevutana sana, na katika madhahibul fiqh sisi tuna madhehebu manne. Tuna madhhab ya al-Imam Abu Hanifa, tuna madhhab ya al-Imam Malik, tuna madhhab ya al-Imam Shafi'i, na tuna madhhab ya al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi ta'ala alayhim jami'a. Sasa katika madhehebu manne haya ya fiqhi, madhhab ya al-Imam Malik, madhhab ya al-Imam Shafi'i na madhhab ya al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi ta'ala alayhim wamekataa wao kutoa zakatul fitri pesa. Wakasema haitosihi na haitokubalika mtu kutoa zakatul fitri pesa, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati alipotaja zakatul fitri alisema sa'an min tamrin au sa'an min sha'irin. Mtume aliamrisha watu watoe pishi ya mtama au pishi ya tende. Sasa unapobadilisha chakula wewe ukatoa pesa, utakuwa umeenda kinyume na dalili zilizokuja. Vile vile dalili nyingine walioshika ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kuhusu zakatul fitri, tu'matun lilmasakin, ni chakula ambacho kinawasaidia maskini. Mtume hakusema ni pesa, pamoja na kwamba pesa wakati wa Mtume kulikuweko na dirham, kulikuweko na dinar, na wakasema kwamba mtu lau atatoa zakatul fitri pesa, basi zakatul fitri yake haitokubalika, itamwajibu atoe chakula ndio iweze kukamilika zakatul fitri yake. Huu ni msimamo wa madhehebu matatu haya, madhehebu ya al-Imam Malik, madhehebu ya al-Imam Shafi'i na madhehebu ya al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Al-Imam Abu Hanifa rahmatullahi ta'ala alayhi akatofautiana na hawa watatu, akasema hapana, kwa madhhab yake ni kwamba kutoa zakatul fitri pesa ni bora zaidi kuliko kutoa chakula, kwa hujja hizi zinazofuatia. Asema hujja ya kwanza ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kwamba kuhusiana na maskini, aghnuhum an suali fi hadha al-yawm, au kama kala alayhi salatu wasalam, wakinaisheni maskini kutoomba siku hii ya Eid. Kwa hiyo malengo ni kumkinaisha maskini kutoomba. Kumkinaisha si kumpa chakula, ni kumwangalia yeye yule maskini ana shida upande gani, ndo mkinaishe. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hii kusema kwamba wakinaisheni ndio hoja kubwa ya siku ya Eid, ili wale maskini tukishakuwa kinaisha kwa kile wanachokitaka, hatutowaona tena majumbani wakija wakigonga. Sasa madhhab ya al-Imam Abu Hanifa rahmatullahi ta'ala alayhi akasema kwamba kutoa pesa ni bora zaidi kuliko kutoa chakula, kwa sababu zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam kulikuwa kukitumika zaidi vyakula, especially upande wa ukulima, kuliko zama zetu. Sisi wakati wetu huu tulionao ni wakati wa matumizi ya pesa. Sahihi, kila kitu cha hitaji pesa ndio ukipate. Sasa kwa kuwa hali za kimaisha zimebadilika, imekuwa sasa hatuko tena wakati wa kilimo, tuko na pesa. Sahihi, wewe ukienda sokoni pesa ndio upate chakula, popote unapoenda pesa ndio upate kitu. Kwa hiyo unaweza sahihi kutoa pesa kwa ajili ya kumkinaisha yule maskini. Hoja nyingine waliotegemea ni kwamba maskini yule lau utamjazia chakula, huyu amemletea mchele kilo 2.5 yake, yule mwingine ashamletea kilo 2.5 yake, huyu mwingine amemletea 2.5 yake, amejaza michele store. Sasa amejaza michele, unga ziko hapo. Maskini huyu ana shida ya pesa, ataka kununulia watoto wake nguo za Eid, ataka kulipa madeni ya skuli, ataka kulipa fees za madrasa, ana mambo mengi ambayo kwamba ataka kuyafanya na yahitaji pesa. Wewe umemjazia ration za chakula peke yake, inafikia hadi inampelekea huyu maskini kwenda kuuza kile chakula kwa bei duni, na pengine ni mchele wa ghali, pengine ni chakula chenye thamani, lakini hakujali ile thamani ya chakula,
akaenda kukiuza kwa bei duni kwa ajili apate pesa hata kama ni kidogo. Sasa madhehebu ya Imam Abu Hanifa wakasema kwamba ni bora zaidi kumpatia pesa badala ya chakula. Yeye mwenyewe yule maskini akiwa na haja ya chakula, hiyo pesa ataweza kununulia chakula, akiwa na haja nyingine ikamsaidia upande mwingine, kwa sababu pesa yacheza pande zote. Lakini chakula ukimpa, umemfunga, inabidi sasa atafute mtu akakiuze kile chakula, japokuwa atakiuza kwa bei duni, lakini apate hiyo pesa. Madhhab ya Imam Abu Hanifa wakaendelea kutoa dalili, wakasema ikiwa tutatoa hoja kwamba zama za Mtume kulikuwa na pesa, Mtume hakutaja pesa, akasema toeni pishi moja ya nini, sa'an min tamrin, pishi moja ya tende, au sa'an min sha'irin, au pishi ya nini, ya mtama. Suala ni Mtume ashataja vyakula vya kutolewa zakatul fitri, kumetajwa tende, kumetajwa mtama. Imekuwaje mukatoa vyakula ambavyo kwamba havikutajwa kwenye dalili? Mchele haikutajwa kwenye dalili, hakuna hadithi iliyosema toeni zakatul fitri mchele, wala kutolewa unga, wala kutolewa mahindi. Sasa utakuta kwamba wao pia katika zile dalili zao walizozitegemea ni kwamba ni chakula, kisha wakatoka kwenye chakula kilichotajwa kwenye hadithi wakaja chakula kinacholiwa pale mjini. Madhhab ya Imam Abu Hanifa katika kuwajibu wakasema, imekuwaje mukaleta vitu zitolewe zakatul fitri, vitu hivi havikutajwa kwenye hadithi? Kwa hiyo hili ni suala la ikhtilaf za ulama. Ulama wamekhtalifiana, na wanapokhtalifiana ulama, una khiari kufuata yule ambaye kwamba wewe waona umekinai rai yake. Ikiwa umekinai na rai ya wale wanaosema kutoa chakula, toa chakula, fabiha wa neema. Ikiwa umekinai na wale wanaosema kutoa pesa, toa pesa, fabiha wa neema, hakuna mushkili wote, maadamu ni masala ambayo kwamba hayamtoi mtu kwenye mipaka ya Kiislamu. Sasa madhhab ya Imam Abu Hanifa, bali si Imam Abu Hanifa peke yake, wako wengi ambao kwamba waliungana naye, ambao ni katika madhehebu hawa watatu tuliowataja. Katika wanavyoni wa madhehebu haya mengine matatu, madhhab ya Imam Malik, wako wanavyoni walomuunga Abu Hanifa. Katika madhhab ya Imam Shafi'i, wako wanavyoni walomuunga Imam Abu Hanifa. Katika wanavyoni wa madhhab ya Imam Ahmad bin Hanbal, wapo waliomuunga Imam Abu Hanifa. Bali si wanavyoni peke yake. Hili jambo la kutoa pesa chakula halikuanza kwa Imam Abu Hanifa, lilianza toka enzi za masahaba. Nitapenda kunukuu baadhi ya maneno ya masahaba au baadhi ya maneno ya ulama, kunukuu kwamba ni fatwa hii toka wakati wa masahaba walijuzisha, walisema inafaa kutoa zakatul fitri pesa. Ukirudi katika kitabu kinachoitwa Umdatul Qari, Umdatul Qari ni sharhi ya Sahih al-Bukhari ya al-Imam Ali Mulla al-Qari, asema ya kwamba katika watu waliojuzisha walosema yafaa kutoa zakatul fitri pesa, miongoni mwa masahaba, wa kwanza ni Saidina Umar ibn al-Khattab, wa pili ni Saidina Ali ibn Abi Talib, wa tatu Abdullah ibn Umar, mtoto wa Saidina Umar huyo, wa nne Abdullah ibn Mas'ud, wa tano Abdullah ibn Abbas, wa sita Muadh ibn Jabal. Hawa ni masahaba wa Mtume. Al-Imam Ali Mulla al-Qari katika kitabu chake Umdatul Qari sharh Sahih al-Bukhari amenukuu hawa wanavyuoni hawa, yani amenukuu hawa masahaba waliosema yafaa kutoa zakatul fitri pesa. Akasema si hawa peke yake, bali wapo pia katika ulama baada ya masahaba, kuna na ulama nao waliojuzisha, kama mfano Sufyan Thauri, Sufyan ibn Uyayna. Ukirudi kama mathalan al-Imam al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari afahamika ni mwanachuoni mkubwa wa hadithi, bingwa wa hadithi. Al-Imam al-Bukhari ni mmoja katika waliomkubali al-Imam Abu Hanifa kwamba yafaa kutoa zakatul fitri pesa. Ukirudi katika al-Mughni ya Ibn Qudama, ametaja ya kwamba al-Hasan al-Basri, huyu ni tabi'i. Hasan al-Basri kwa katika khilafa ya Sayyidina zama za Sayyidina Umar ibn Khattab, amejuzisha. Al-Khalifa Umar ibn Abdul Aziz, Umar ibn Abdul Aziz pia ni katika yani watu waliosema kwamba yafaa kutoa zakatul fitri pesa.
Vile vile ukirudi katika wanavyuoni wa madhhab ya Imam Malik, ukirudi kama Imam Abu Habib ni mmoja katika waliojuzisha, na yeye katika madhehebu ya Imam Malik, madhhab ya Imam Malik hawakubali kutoa zakatul fitri pesa. Ukirudi katika madhhab ya Imam Ash-Shafi'i, al-Imam ar-Ramli, al-Imam ar-Ramli amekubali kutolewa zakatul fitri pesa, na yeye ni katika kigogo cha madhhab ya Imam Ash-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Na ukirudi katika madhhab ya Imam Ahmad bin Hanbal, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ni mmoja katika waliojuzisha kutoa zakatul fitri pesa. Ukirudi katika kitabu chake hiki Majmu'atul Fatawa li Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, amejuzisha, amesema yajuzu kutoa dafu zakatul fitri naqdan, kutoa pesa, yajuzu dafu zakatul fitri naqdan, yafaa kutoa zakatul fitri pesa. Kwa hiyo haya ndio kwa kifupi masala ya mtu kutaka kujua yafaa kutoa zakatul fitri pesa. Ni masala ambayo kwamba hayana shaka, na ni masala ambayo kwamba wamekhtalifiana ulama. Ile kauli ambayo kwamba wewe utaona ni sawa, fuata, wala usimpinge huyu anayefanya hivi na huyu naye asimpinge huyu, maadamu wote wako katika uwanja wa ilmu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.